wetu wa Winnipeg Swahili TV. Tunaendelea kushukuru na kuendelea kusema asante. Karibu tena kuweza kujiunga pamoja nasi, na tunakushukuru tena kwa kuwa kabisa hapa pamoja nasi ndani ya studio. Nataka kwanza uweze kujiunga. Ni wakati mzuri ambapo tunakwenda kuzungumza tena kama kawaida, ambapo tunazungumzia maneno na tunakuwa na pastor ama mtumishi wa Mungu ambaye anaendelea kutupeleka kwenye series kila wakati. Tunakuwa na series yetu ambayo tunajifunza. Sasa tunajifunza kwa ajili ya upako. Tunajifunza kwa ajili ya upako kwa mtumishi ambaye ni mkamilifu. Mtumishi ambaye yuko mkamilifu ndio tunajifunza kwa sasa. So nataka kukukaribisha, nataka kukuambia kwamba kumbuka kama kawaida tunaendelea kukupatia kile ambacho tunaweza kukupatia. Tunaendelea kuwashukuru watu wote ambao mnaendelea kujiunga kwenye mtandao na kwenye programu yetu kama kawaida. Na kumbuka leo tunajifunza upako wa mafuta kwa kiongozi ambaye ni mkamilifu mbele za Mungu. So leo tuko na part 2 ambayo tunaendelea nayo, na tutaendelea kabisa namna gani mafuta yalitumika katika agano jipya, katika agano la kale. Hivyo vyote tunakwenda kuongea. So tunaingia na mtumishi wa Mungu Pastor Joseph ambaye anakwenda kutuongoza kwenye hii program kutoka hapo Australia. Na kama kawaida ningependa kukaribisha nikwambie kwamba endelea kushare video yetu. Ikiwa wewe uko pamoja nasi, jisikie kwamba uendelee kujiunga pamoja nasi na Pastor Joseph ambaye tutaenda kukaa pamoja kwenye hii program. Basi nataka kuwashukuru kwa nyinyi ambao mmeweza kujiunga tayari, nyinyi ambao mmesha endelea kujiunga kwenye kipindi hiki, na tutakwenda kusikiza maneno, tutakwenda kusikiza mafundisho, tutakwenda kusikiza neno la Mungu. Viongozi haswa zaidi ndio target. So kwa hivyo ningependa kumkaribisha Pastor Joseph ili tuweze kujiunga pamoja nami, aweze kujiunga pamoja nami ili tuweze kuzungumza kile ambacho tutakaweza kuzungumza. Sina budi kumkaribisha Pastor Joseph ili aweze kujiunga pamoja nasi katika programu. Basi karibu sana Pastor Joseph. Tunaona Pastor Joseph asante sana mpendwa mtumishi wa Mungu kwa kunikaribisha mara tena ili tuwe pamoja mbele za Mungu na mbele za watumishi wake na tugawanye tena maneno ya Mungu. Ndio. Maana katika kila siku Mungu ana kusudi lake katika maisha yetu. Ndio. Na kusudi lake kubwa, ananena na maisha yetu, ananena na roho zetu, ananena nasi katika huduma tunayoifanya, ya kwamba tusiokope. Amen. Maana yeye yu pamoja nasi. Haleluya. Amen. Tusiokope maana yeye yuko pamoja nasi. Na hii ndiyo kusudi la Mungu kubwa kwa maisha yetu ya kila siku. Amen. Amen. Ninachukua hii nafasi kusema asante kwako mtumishi wa Mungu. Asante. Kunipa fursa hii na kunikaribisha. Ndio. Kunena maneno ya Mungu. Ubarikiwe sana. Asante, na Mungu akujalie neema. Ndio. Katika maisha yako ya kila siku na katika miradi yako yote. Asante mchungaji. Sitasahau kuwakaribisha wasikilizaji wote wa kiume na wa kike. Neema ya Kristo iwe pamoja nasi sote. Amen.
tupende maneno ya Mungu na tumupende Mungu kuliko mambo mengine yote. Maana bila Mungu hakuna maisha. Ndio. Lakini tunapokuwa na Mungu na kumupenda, yeye anakaa kwetu na anatengeneza maisha yetu. Na licha dunia ijapoharibika, sisi hatutajisikia kutaharuki. Maana yeye atatengeneza yote yatakayo kuja mabaya kwa ajili yetu. Ataifanya na kuigeuza kwa uzuri kwa maisha yetu. Na hii ni expression ya iko nzuri sana ambayo inatupatia mtisha tunapoendelea kumtumikia Bwana. Hatutaokopa chochote, maana yeye yuko pamoja nasi. Na ninataka kuchukua fursa hii pia kuwasalimia wapendwa wapendelevu wa Bwana. Nikianzia kwa Pastor Theo Mtunwa hapo Canada. Nikiendelea kwa Edmo Bigaba hapo Marekani. Asante sana. Daniel Bartaba hapo Marekani. Asante sana. Nikiendelea nikiona mpendwa Agano Mahale akiwa hapo Marekani. Nikiona Esperance Bugondo akiwa hapo Marekani. Pamoja na Muli na Christel wakiwa hapo Canada. Mtumishi wa Mungu Jeremiah akiwa hapo Kakuma, Kenya pamoja na timu yake. Na mtumishi wa Mungu Mordekai akiwa hapo Kampala pamoja na timu yake. Na mtumishi wa Mungu Kalihira Ntukulo akiwa hapo Bukavu Burinyi pamoja na timu yake. Mungu awabariki sana na Mungu awajalie neema yake, mzidi kuwa hodari katika kazi ya Bwana. Na wengine wengi ambao wananitambua kwa jina la Pastor Joseph Mitima Erindabagabo wa Mushegero wa Bugondo, ninyi wote mubarikiwe na neema ya Kristo yenye upako mkamilifu iwe juu ya kila mmoja wetu. Na tunapoendelea na mafundisho yetu, acha tena tumualike Mungu ili atuwezeshe kufanya yale ambayo tunataka kutimiza kwa wakati huu. Baba, ni katika jina lako Yesu Kristo, jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka, jina liyapitalo majina yote, jina ambalo linatawala mbinguni na duniani, jina ambalo linaabudiwa, jina ambalo kila goti litakunjwa mbele yake na kila ulimi utakiri ya kwamba hakika wewe ndiwe Bwana na siye mwingine, ni wewe Yesu Kristo. Na kwa sababu ya hii ulivyotutuma ya kwamba enendeni na tukatangaze injili kwa kila kiumbe, tukawatangazie habari ya toba na ondoleo la dhambi. Bwana, ndio maana tuko hapa.
na ndiyo maana hatuwezi kufanya bila wewe. Na ulivyo tuita na ukatutuma, ulisema utakuwa pamoja nasi mpaka mwisho wa dahari. Ndio nakupatia nafasi hii, maana ninajua uko pamoja nami, ili unene na watumishi wako, unene na wale wote waliokuamini. Maana maneno haya sio kwa wapagani, bali maneno haya ni kwa wale ambao umekwisha kuwaokoa. Wadhingire Bwana na wasimamishe kidete, wawe na mizizi yenye misingi mizuri ndani ya, katika jina la Yesu Kristo. Na shetani ambaye anapepeta, anazunguka, anatafuta, ananguruma kitafuta mtumishi wako, amumeze, ashindwe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Ijumaa iliyopita hapo Canada, tumejifunza kuhusu kutiwa mafuta yenye upako mkamilifu. Kutiwa mafuta yenye upako mkamilifu. Hallelujah. Na tukaona ya kwamba kuna mafuta yenye upako mkamilifu, maana kuna aina nyingi mbalimbali tofauti ambazo zilizotumiwa kwa kufanya upako wa mafuta. Na hapa ndiyo maana tuko tunaendelea, ili tuelewe maana ya huu upako mkamilifu, maana yake nini na unafanyika namna gani. Na katika introduction yetu tulisoma katika kitabu cha nabii Isaya mwana wa Amozi, sura yake ya 61, namna gani alivyotabiri ujio wa Mwokozi, ujio wa Yesu Kristo. Atakapokuja na kuanza huduma yake, ataanza akiwa na upako huu wenye mafuta makamilifu. Na wakati aliisikia kwa maisha yake, alitangaza, alishuhudia. Haleluya. Na akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta. Amen. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta. Na tukaona ya kwamba kutiwa mafuta yenye upako mkamilifu ni harakati ambayo inafanywa tofauti na vile wa Agano la Kale walivyokuwa wakifanya. Na hii imefanyika na Roho wa Mungu peke yake. Roho wa Mungu anaonekana kuwa mafuta. Roho wa Mungu anaonekana kuwa vazi yenye kuwa na mafuta. Roho wa Mungu ameonekana mwenyewe kuwa mikono ambayo inapaka mafuta. Roho wa Mungu anaonekana kuwa mwenye kuyakamilisha na kulaanisha maisha ya anayepakwa mafuta. Hallelujah. Hii ndiyo maana ya upako wenye mafuta makamilifu juu ya maisha ya kiongozi. Amen. Na sababu muhimu ambazo zinaleta upako huu mkamilifu uwepo, na tukajifunza ya kwamba kuna pointi 7 ambazo zinasababisha upako huu mkamilifu uhitajike. Maana bila upako huu mkamilifu huwezi kufanya hizi huduma
ambazo zinahitajika hapa. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ya kwanza tuliona ya kuwa kama hauna mpako mkamilifu, huwezi kuhubiri injili ya kweli, huwezi kuhubiri injili ambayo ina nguvu za Mungu, ambayo ina mamlaka ya Mungu. Huwezi kuhubiri injili ambayo inasimama na kuonya watu vilivyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Ya pili, hautakubali kutumwa na Mungu kama hauna upako mkamilifu, maana huko ambapo tunatumwa kuna vita, kuna majaribu, kuna miba. Amen. Na huko kuna watu ambao wanavunjika mioyo, na bila kuwa na upako mkamilifu huwezi kujua kuongea na mtu ambaye anavunjika moyo. Huwezi kujua namna gani utamsaidia. Hallelujah. Bila upako mkamilifu, huko kuna watu waliofungwa na shetani, na shetani aliharibu maisha yao, na maisha yao yanakuwa duni. Ni watu hawana tena matumaini, ni watu ambao wanajiona ya kwamba sasa hivi ndio wengine wanaishi, wanakuwa wenye kutaharuki. Na inabidi wahubiri injili, na kisha kuwahubiri injili wafunguliwe, watunze nafsi. Na sio kila mtu anatunza nafsi kama hauna mafuta makamilifu. Hallelujah. Na utakapo wasaidia kufunguliwa kwa, watangazie ya kwamba mumefunguliwa, mumekuwa huru, na uwajulishe yule ambaye amewafungua, na sio mwingine, ni Yesu Kristo, ili wampende zaidi. Amen. Hallelujah. Na pamoja na hiyo, kuna pointi ingine, kuwatangazia mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Na huu ndio mwaka wa Bwana uliokubaliwa, mwaka wa wokovu. Uwe kumbukumbu kwa maisha yao. Na leo watu wengi wanasherekea happy birthday ya siku walizaliwa kimwili, lakini wanashindwa kusherekea happy birthday mwaka wa Bwana ambao umekubaliwa, tarehe na mwaka walivyofunguliwa kutoka katika utumwa na mauti ya dhambi. Hallelujah. Pointi ya 6, kuwafariji wote wanaoomboleza. Wengi wapendwa wanaomboleza sababu ya kuwapoteza wapenzi wao, sababu ya kuwapoteza wazazi wao, sababu ya kuwapoteza watoto wao, baba zao, sababu ya kupoteza mali zao, sababu ya kupoteza imani yao. Wengi wanaomboleza, wanaishi maisha haya ya kuomboleza kila itwaye. Na tuliona ya kwamba ili umsaidie mtu ambaye ako katika maombolezo, haitawezekana kama hauna mafuta, kama hauna hekima na akili za Roho Mtakatifu. Amen. Ikaonekana kuwa ni vizuri watu wa namna hii wasaidie mpaka waonekane kuwa nguzo, waonekane kuwa miti ambayo inazaa matunda, ambayo ni miti yenye haki, ambayo inapandwa na Mungu mwenyewe katika shamba lake, ili yeye atukuzwe, sio binadamu watukuzwe, sio watumishi wa Mungu watukuzwe, sio wamama waliowazaa watukuzwe, lakini Mungu mwenyewe atukuzwe, anayefanya harakati
hizi zote za kuwatafuta na kuwasimamisha tena wawe viumbe vipya ndani ya Yesu Kristo. Amen. Na leo tunaenda kujifunza namna gani walivyotumia mafuta yenye upako katika Agano la Kale. Kutumia mafuta yenye upako katika Agano la Kale. Na bila kusahau ya kwamba tuliona katika matumizi yote ya mafuta iliyofanyika katika Agano la Kale, ilikuwa ni picha, ilikuwa ni sura, ilikuwa ni unabii wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Na mafuta haya katika Agano la Kale yalitumiwa mara nyingi kwa kuwasha taa ndani ya hekalu. Kuwasha taa ndani ya hekalu hapo katika Agano la Kale mara nyingi walitumia mafuta. Katika Agano la Kale walitumia mafuta kwa kutakasa vitu hekaluni. Amen. Vyombo vyote ambavyo vinatumiwa katika hekalu, ngoma, vinubi, kila chombo ambacho kilipatikana hekaluni ilibidi kitakaswe, kiwekwe safi, kiwekwe kitakatifu, kwa kunyunyuziwa, kwa kupakwa mafuta. Hata ilibidi pia kuhani naye awe na mafuta. Ilibidi wote watakaogusa vyombo vya Bwana wawe na mafuta. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni leo tu ndio tunaanza kuchezea vyombo vya hekalu la Bwana. Mara vinapiga hekaluni, mara vinapigwa katika sherehe za kimataifa, mara wa kimataifa wanakuja na kuvipiga hekaluni wakilipa pesa, hawajaokoka, na hivyo. Wakati huu tunachezea kazi ya Mungu. Mafuta yalitumiwa pia kwenye upako mara 3 juu ya watumishi wa Mungu. Upako mara 3. Haleluya. Na huu upako mara 3 katika matumizi yoyote ile ya mafuta ilikuwa ni mfano wa Roho Mtakatifu. Na upako kwa mara ya kwanza ilikuwa ni upako juu ya mtu mkoma. Tusome Walawi, Mambo ya Walawi sura yake ya 14. Mambo ya Walawi sura yake ya 14 na vesi yake ya 10. Hapo tutajifunza kuhusu matumizi ya mafuta juu ya mtu ambaye ni mkoma. Amen. Na before tunasoma, acha nikupatie mwangaza kidogo kuhusu mtu ambaye ni mkoma. Mtu ambaye ni mkoma ni mtu ambaye ameshikwa na ugonjwa wa ukoma. Na ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa mkali sana. Ni ugonjwa mbaya sana. Ni mgonjwa ambao unaogopesha.
Ni ugonjwa ambao unatisha. Ni ugonjwa ambao ulionekana katika Palestine kwa enzi hizo, katika zama za Agano la Kale. Na kama ugonjwa huu unashika mtu, unaingia ndani ya mwili wa mtu, unakuwa ukionekana kwa kukata, kulemea vidole vya miguu na vya mikono, vikienda vinaoza na kukatika, vikienda vinaoza na kukatika. Na badala vidole vya miguu na vya mikono vikiisha, huo ugonjwa unaingilia ndani na kuozesha mwili, na hapo mtu anakufa. Na ni ugonjwa ambao ulikuwa unaua mtu kwa kumtesa muda mrefu. Na wakati unaonekana na ugonjwa huu, ilikuwa inabidi mtu huyu awe najisi na atengwe na familia, atengwe na watu wengine. Na huko kwenye anapelekwa, ilikuwa inabidi kuhani ajitolee kwenda kumvisit na kumtunza. Haleluya! Na wale walikuwa wakipona, walikuwa wanapakwa mafuta. Amen. Walikuwa wanapakwa mafuta ya kuonyesha, ya kuondoa unajisi wao na kufanyika viumbe vipya, kufanyika wenye afya njema ambao wanaweza kukubaliwa tena katika familia. Bila testimony ya kuhani, huyu mtu asingelisogelea familia yake. Lakini inabidi kuhani atestify ya kwamba amepona, amwekee mafuta na amtakase. Haleluya! Na hii ukoma ni picha ya dhambi ambazo zinaletwa kwa maisha ya mtu na Shetani. Amen. Na wakati mtu anakuwa mwenye dhambi, analinganishwa na mtu mkoma, analinganishwa na mtu ambaye ako najisi mbele za Mungu. Dhambi zinatufanya kuwa wanajisi mbele za Mungu. Lakini pamoja na kuamini na kutubu dhambi, haleluya, na kubatizwa, tunatoka katika hali ya wenye dhambi, tunatoka katika hali ya maisha ya mkoma na kuponyeshwa na kuwa viumbe vipya ndani ya Kristo, na kupona ukoma na kuingizwa tena katika jamaa na watu ambao wako na afya njema. Amen. Na huu ndio upako wa mtu mkoma. Tusome Biblia yetu, tusikie namna gani inavyo tusaidia kuelewa upako huu juu ya mtu mkoma. Kama umepata mpendwa, soma pamoja nami. Amen. Walawi 14 tunaanzia verse ya kwanza, tunafika ya 19. Tunasoma haraka haraka. Bwana akamwambia Musa akisema, hii itakuwa sheria ya mkoma kwa siku ya kutakaswa kwake. Ataletwa kwa kuhani,
na kuhani atatoka nje ya kambi, na kuhani ataangalia na tazama, ikiwa pigo la ukoma limepona katika mkoma. Alafu kuhani ataagiza watwae kwa ajili yake atakayetakaswa ndege safi wawili walio hai. Haleluya! Mtu mkoma anapopelekwa kwenye izolema, itabidi kama vile Mungu alivyompatia Musa sheria, itabidi huyu mtu ambaye amechunguzwa na imeonekana ya kwamba amepona ukoma wake, itabidi kuhani aende amtakase. Amen. Na atamtakasa kwa kutumia mafuta. Jina la Bwana lipewe sifa. Alafu kuhani ataagiza watowe kwa ajili yake ndege safi wawili walio hai, na mti wa mwerezi, na sufu nyekundu, na hisopo. Na kuhani ataagiza ndege mmoja achinjwe katika chombo cha udongo kilicho juu ya maji ya mtoni. Kisha huyu ndege aliye hai atamtua na mti wa mwerezi na sufu nyekundu na hisopo, na atavichomvya pamoja na ndege aliye hai ndani ya damu ya ndege aliyechinjwa juu ya maji ya mto, na atanyunyuzia huyo atakayetakaswa na ukoma mara 7, na atasema ya kuwa yeye ni safi. Kisha ataacha ndege aliye hai aende zake shambani. Haleluya! Hapa tunasikia ya kwamba mtu mkoma akiwa huko kwenye izolma na amepatiliwa na matibabu huko, na ikibidi apate neema ya kupona, sio wazazi wake watashuhudia, sio marafiki zake, lakini ni kuhani ndiye na yeye atajitolea aende huko, na atakapofanya utafiti juu ya maisha, juu ya mwili, anafanya uchunguzi na anaona ya kwamba hakika huyo mtu amepona, hapo ndipo kuhani atamtakasa. Na katika kumtakasa atahitaji ndege wawili. Haleluya! Na hawa ndege wawili atahitaji pia chungu ambacho ndani yake muna maji ya mtoni, maji yaliyosotwa ndani ya mtoni ambao unatiririka. Amen. Atahitaji chungu kingine cha udongo ambamo wakimkata ndege mmoja watanyunyuzia damu yake ndani, na wakati wananyunyuzia damu yake ndani ya chungu kilicho na maji yaliyosotwa ndani ya mto ukitiririka, hapo sasa watamkamata huyu ndege mwingine ambaye ako hai,
na wanakamata mti ambao ni wa mwerezi na sufu nyekundu na isopo, majani ya isopo ambayo yaliyotumiwa hapo awali kwa kutakasa wale ambao wako najisi, kwa kusafisha na kuosha vilivyo. Alafu kwa mti huo wanakamata hiyo ndege na hiyo miti na hayo majani ya isopo, wanamchonga huyo ndege ndani ya hii bakuli ya udongo ambamo ndani muna damu yenye kuchanganya na maji ya mtoni, na wakimkungutia kwenye huyu mtu mkoma. Na hii wataifanya mara ya kwanza wanaingiza ndege, anajikungutia kwa mtu ambaye ni mkoma, mara ya pili hivyo hivyo, mara ya tatu, mara ya saba ikienea. Hapo kuhani amemtakasa huyu mtu mkoma, amemuondoa unajisi wote wa ukoma, uchafu wote, harufu zote. Mtu ambaye alikuwa muizolema, mkwarantene ya maisha, sasa ametoka, ameoshwa na kuhani, na kisha anaachilia hiyo ndege iliyo hai, inaenda zake mashambani, msituni, inaendeleza maisha yake, kisha kufanya kazi ya utakaso huu. Na hapa ndipo huyu mkoma anaonekana kuwa safi, na hapo ndipo kuhani sasa atachukua mafuta na kuanza kumpaka huyu aliyemkoma. Amen. Na atatia mafuta kwenye sikio la kuume la mtu mkoma, atatia mafuta kwenye kidole gumba cha mtu mkoma kwa mkono wa kulia, atatia mafuta kwenye kidole gumba cha mguu wa kulia, na mafuta mengine ambayo yamebaki kwa kiganja chake atamupaka kwenye kichwa chake. Na hapa huyu mtu mkoma itashuhudiwa ya kwamba anakuwa na access ya kujoin tena familia yake, kujoin tena community yake. Amen. Na huu ni upako juu ya mtu mkoma. Ana haki sasa, ana kibali sasa ya kuingia ndani ya familia, maana amepona ukoma na amefanyiwa uchunguzi na kuhani, na kuhani amemtakasa mara 7 kwa damu na maji, akitumia ndege iliyo hai na mti wa mwerezi na sufu nyekundu na majani ya isopo, akimnyunyuzia mara 7 kwa kumtakasa. Haleluya. Na nyuma ya kumtakasa anampaka mafuta, anaichukua kwenye kidole chake gumba na kumuweka kwenye sikio la kulia, ingine kwenye kidole chake
kigumba cha mkono wa kulia na ingine kwenye kidole chake gumba cha mkono cha mguu wa kulia, na mafuta yaliyobaki ana yamimina kwenye kichwa cha mkono. Na hii ni picha ya mtu mwenye dhambi. Namna gani mwenye dhambi anatubu, anakuwa najisi mbele za Mungu. Mwenye dhambi ni mkoma, ako najisi mbele za Mungu. Haleluya! Na wakati anatubu na kisha kutubu, anaacha dhambi zake, anaziungama kabisa, na kisha kuziungama anapelekwa majini ili abatizwe, ili aoshwe uchafu wote, ili mambo ya kale yote yaondoke, na atoke majini ametakasika na amekuwa safi. Haleluya! Na ndipo hapo anawekewa mikono na wachungaji ili wamtakase, na Roho wa Mungu amshukie na kumfanya kuwa kiumbe kipya. Na huu ndio upako wa mkoma. Upako wa mkoma ni picha ya mwenye dhambi ambaye akitubu dhambi zake na kusamehewa dhambi zake, amepata kipawa cha neema ya Mungu na anahesabiwa haki na Mungu. Haleluya! Kwa ufupi, upako juu ya mtu mkoma ni mafuta yenye kumhesabia haki ya kwamba anaweza kureintegrate katika familia yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya! Upako mara ya pili ni upako wa kikuhani. Upako wa kikuhani. Upako wa kikuhani ni wakati mtu ambaye amechaguliwa na Mungu kuwa mtumishi wa Mungu, kuwa kiongozi wa kundi la Mungu, analetwa na kuwekwa wakfu kwa ajili ya huduma hiyo ya Bwana. Amen. Na hapa inabidi apakwe mafuta ili awe kuhani. Na maana ya mafuta haya ni ya kumhakikishia ya kwamba katika huduma ambayo ameteuliwa kufanya, hataifanya peke yake, lakini Mungu yuko pamoja na yeye. Amen. Ambaye atampatia akili na hekima ya kumtumikia. Na tunaona katika Agano la Kale upako wa kikuhani ulifanyika kwa Haruni na watoto wake. Tukisoma Kutoka sura yake ya 13 na verse ya 13. Tusome hapo tuone namna gani hii ilifanyika vile vile. Na utapaka Haruni na wana wake na kuwatakasa wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Na utawaambia wana wa Israeli ukisema, haya yatakuwa mafuta matakatifu ya kupaka kwa ajili yangu katika vizazi vyenu. Amen.
Ilifika wakati Mungu anataka Haruni na watoto wake wamtumikie kama makuhani katika taifa la Israeli. Na Mungu hakutaka wafanye huduma hii bila kuwekwa wakfu. Na wakati anataka kuwaweka wakfu, aliambia Musa mtumishi wake ya kwamba atengeneze mafuta. Na mafuta hayo yatakuwa mafuta yenye manukato yaliyo mazuri zaidi. Akichukua manemane mabichi shekeli 500, akichukua mdalasini ambao una harufu nzuri sana nusu ya shekeli 500, atachukua pia kadi nusu ya shekeli 500, na kida ya shekeli 500, na atachanganya hizi ingredient zote pamoja, na kisha kuzichanganya zitatoa mafuta ambayo ni mafuta ya zeituni, ambayo iko mafuta matakatifu ya kupaka. Haleluya! Ambayo ni mafuta ina harufu nzuri, inayotengenezwa kwa vitu vitakatifu, inayofanywa kwa kunukia vizuri, kwa kuwapaka wale ambao wanafanya kazi ya Bwana, vyombo vya Bwana, madhabahu ya Bwana, ili anukie vizuri. Amen. Na kwa mafuta haya Musa aliyatumia kwa kuweka wakfu Haruni na watoto wake. Amen. Na haya mafuta iliitwa uvumba mtakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Upako wa mkoma, mafuta ilikuwa katika kwenye mkono wa kuhani. Upako wa makuhani, mafuta iko ndani ya uvumba, na huu uvumba unaitwa uvumba mtakatifu. Ni marashi yenye harufu nzuri. Jina la Bwana lipewe sifa. Upako wa kikuhani. Na tunaona wakati kuhani anawekwa wakfu, anatakaswa na damu ya mwana kondoo. Akisha kutoa mwana kondoo kama dhabihu, kwa damu yake anatakaswa, kisha kunyunyuziwa damu ya mwana kondoo. Hapo ndipo anawekewa mafuta, na mafuta haya ni mafuta yenye uvumba mtakatifu, yenye harufu nzuri. Na nyuma ya kuwekewa mafuta, anavikwa mavazi safi. Amen. Na hapo kuhani amekuwa tayari kumtumikia Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Na upako huu wa kikuhani, maana yake ni kumtenga kuhani kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ni kumfanya kuhani awe mtakatifu mbele za Mungu na mbele za kundi. Amen. Huu ndio upako wa kikuhani, ambao ni upako
wa pili. Amen. Na makuhani walipakwa kwa mafuta haya yenye uvumba mtakatifu, yenye marashi mazuri, wakitakaswa kwa damu ya mwana kondoo na kwa maji, wakiondolewa unajisi wote, na nyuma ya hapo wanawekewa mafuta na kuvalishwa mavazi mapya, mavazi ya kikuhani, mavazi ya heshima, mavazi ambayo ina represent utakatifu ambao uko rohoni na uonekane pia nje kwenye mwili. Amen. Hallelujah. Upako wa tatu ni upako wa kifalme. Upako wa kifalme. Upako wa kifalme ni upako ambao ulifanyika juu ya wafalme. Katika Agano la Kale, Mungu alichagua wafalme ambao wataongoza taifa lake la Israeli. Na kila aliyechaguliwa ilibidi awekewe mafuta, apakwe mafuta, ili apate kuongoza taifa la Mungu pamoja na Mungu. Amen. Hallelujah. Na tukisoma Samueli wa kwanza, tutaona namna gani upako huu ulifanyika. Samueli wa kwanza sura yake ya 10 na vesi ya kwanza, pia sura yake ya 16 na vesi ya 12 na ya 13. Tunasoma chapter 2 ili tukonfirm. Samueli wa kwanza sura yake ya 10 na vesi ya kwanza, na pia Samueli wa kwanza sura yake ya 16 na vesi yake ya 12 hadi 13. Tunasoma katika jina la Yesu. Pale Samueli akatwaa kichupa cha mafuta, akayamimina juu ya kichwa. Pale Samueli akatwaa kichupa cha mafuta, akayamimina juu ya kichwa chake, akambusu, akasema, hii si kwa sababu Bwana amekupakalia mafuta ili uwe mkubwa juu ya urithi wake. Hallelujah. 16. 16:12 inasema hivi, akatuma akamleta ndani, naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri na ya kupendeza kwa kumtazama. Bwana akasema, simama umpakae mafuta, kwa maana huyu ni yeye. Alafu Samueli akachukua pembe ya mafuta, akampaka kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana alikuja na uwezo juu ya Daudi tangu siku ile. Hallelujah. Hapa tunasikia upako wa kifalme. Na wakati Mungu alimtuma Samueli kwenda kumpaka Sauli kuwa mfalme katika Israeli,
tunasikia ya kwamba Samueli alikuja na kichupa cha mafuta. Inamaanisha mafuta yalikuwa ndani ya chupa, na alimpaka Samueli awe mfalme wa Israeli. Na ilifika wakati Samueli amempaka Sauli na kumfanya kuwa mfalme wa Israeli. Sauli aliendelea kutumika kama mfalme, lakini pamoja na hiyo alishindwa kuwa mtiifu mbele za Bwana. Na aliposhindwa kuwa mtiifu mbele za Bwana, na Bwana akasema ya kwamba, Samueli, enda kwa Sauli umwambie ya kwamba mimi Mungu nina haja ya mfalme ambaye ananitii kuliko yule ambaye ananitolea sadaka. Na kwa sababu ya makosa aliyoyafanya hakunitii. Mwambie ufalme wake umekomeshwa. Na hapo ndipo alimtuma aende achague miongoni mwa wana wa Yese, amchague Daudi na ampake mafuta ili awe mfalme pahali pa Sauli. Na ndipo alipofika katika nyumba ya Yese, alikuja na mafuta, sio ndani ya chupa tena, amekuja na mafuta ndani ya pembe. Na pembe hii ilikuwa pembe ya ivoire, na humu ndani yake mlikuwa mafuta. Na hapa ndipo akampaka Daudi mafuta kutoka pembe ya ivoire, na Sauli alipakwa mafuta kutoka ndani ya chupa. Haleluya! Na makuhani, Musa aliwapaka mafuta yenye uvumba, yenye marashi ambayo inanukia vizuri. Amen. Na mkoma alipakwa mafuta kwenye kiganja cha kuhani. Na hizi ni aina mbalimbali za upako ambazo zilifanyika katika Agano la Kale. Upako wa mkoma ulifanyika na mafuta kwenye kiganja cha kuhani. Upako wa kuhani ulifanyika na mafuta yenye uvumba, ambayo yenye uvumba na manemane, ambayo ni marashi, ni parfait inanuka vizuri sana. Na tunaona kwenye upako wa kifalme, Sauli alipakwa na mafuta yenye kuwa ndani ya chupa. Na chupa ni kitu inaweza kuanguka na kuvunjika. Na tunaona Daudi pia alipakwa na mafuta kutoka ndani ya pembe ya ivoire, ambayo inaweza kuanguka na haiwezi kuvunjika. Iko ngumu sana. Haleluya. Na yote kwa jumla, upako mara tatu ni upako ambao ni wa haki, ni upako ambao una hekima na akili za Mungu, ni upako ambao una mamlaka na nguvu kutoka Mungu.
ili kuhudumia kundi la Mungu. Haleluya. Na maana ya upako mara tatu, na hii kwa hali ya kiroho inaweza kufanyika kwa watumishi wa Mungu wanapohesabiwa haki na kuwekwa wakfu, wakitakaswa na damu ya Yesu Kristo na kuwa watakatifu mbele za Bwana, na kupewa mamlaka na nguvu ya kumtumikia Mungu na kutawala vyema kundi la Mungu. Amen. Hallelujah. Na hii ndiyo tutajifunza katika Agano Jipya, namna gani huu upako mara tatu unaenda kuonekana kuwa ni upako wenye mafuta mkamilifu juu ya maisha, juu ya kiongozi ambaye ameachiwa uongozi na Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa siku ya leo ninakomea hapa, nikiwatakia kila laheri katika maisha ya huduma za Bwana. Amen. Na nikitaka kila mmoja wetu ajue ya kwamba upako katika Agano la Kale, vyote vilivyofanyika katika Agano la Kale ni shadow au ni kivuli ya yale ambayo yamedhihirika katika Agano Jipya. Ndio maana upako wa mtu mkoma ina unabii wake juu ya vile mtu mwenye dhambi anaweza kuamini na kutubu na kubatizwa na kumpokea Roho wa Bwana na akafanyike kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo na akahesabiwe haki na Mungu. Haleluya. Na huu ni upako wa mtu mkoma, na unabii wake ndio huu umekamilika katika Agano Jipya, kuhesabiwa haki na Mungu. Uliyekuwa mwenye dhambi, uliyekuwa haufai, uliyekuwa umeoza, uliyekuwa uko najisi, huwezi kumkaribia Mungu, sasa umehesabiwa haki katika neema ya Mungu. Umesamehewa dhambi na makosa, umeoshwa kwa damu ya Yesu Kristo, na una pazia ilipopasuka, una nafasi ya kumkaribia Mungu na kuleta hoja zako na kuongea na Mungu, na Mungu anakutendea yale anayotaka kwa maisha yako. Haleluya. Upako wa kikuhani, Musa aliwapaka Haruni na wanao. Amen. Na hii ilikuwa ni upako ambao ni wa kinabii, wa mfano wa Melkisedeki, ambaye ni kuhani wa Mungu, ambaye hakukuwa na mwanzo na hakukuwa na mwisho. Na hii ni unabii wa Yesu Kristo, ambaye ni kuhani hata milele. Ukuhani wake hauna mwisho, na mafuta ya ukuhani huu hauna mwisho. Haleluya. Maana mafuta yake ni yenye upako mkamilifu, na yakiwa juu yako na ukayatunza bila kuyachezea, bila kuyaharibu,
inakupeleka mpaka katika umilele wa Kristo. Amen. Hallelujah. Upako wa kifalme ni unabii wa Yesu Kristo ambao ulitabiriwa na ambao umekamilika kwake Yesu mwenyewe kama mfalme wa wafalme. Hallelujah. Na ambaye ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na upako wake wa kifalme haufanyiki tena kwa pembe wala kwa mafuta ndani ya chupa, lakini upako huu unafanyika na Roho Mtakatifu. Na Yesu alipoushuhudia, aliushuhudia hakika akisema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta. Hallelujah. Kama tunavyoona katika Agano la Kale, ilibidi mtu aende na vazi yenye kuwa na mafuta na aende ampake yule ambaye ameteuliwa kupakwa mafuta. Lakini hii yote ilikuwa ni kwa mfano wa Roho Mtakatifu. Mafuta juu ya mkoma ilikuwa ni mfano wa Roho Mtakatifu. Mafuta ndani ya chupa juu ya kuhani ilikuwa ni mfano wa Roho Mtakatifu. Uvumba na manemane ni mfano wa Roho Mtakatifu. Mafuta ndani ya pembe ni mfano wa Roho Mtakatifu. Mafuta juu ya Yesu Kristo sio mfano tena, sio pembe wala chupa wala mafuta kwenye kiganja wala uvumba na manemane. Mafuta hayo ni Roho mwenyewe. Yeye mwenyewe ndiye vazi, yeye mwenyewe ndiye mafuta, na yeye mwenyewe ndiye hupaka. Amen. Ndiyo maana inaitwa upako mkamilifu. Upako wa Yesu Kristo ni upako mkamilifu. Na upako mkamilifu ni upako ambao unafanyika na Roho Mtakatifu mwenyewe, kama mafuta, kama pembe ya mafuta, na kama kuhani ambaye anampaka aliyeteuliwa. Amen. Na Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Na huu upako ulifanyika juu ya Musa kama kuhani. Amen. Kama nabii na kama mfalme. Mungu mwenyewe alimpaka Musa. Hakuna mtu mwingine aliyeintervene juu ya upako wa Musa. Tunaona waamuzi nao vile vile walikuwa na upako huu mara. Mungu mwenyewe aliyeintervene. Tunaona Samueli vile vile. Hallelujah. Na Yesu Kristo, hakuna mtu wala chombo chochote, bali ni Mungu mwenyewe amempaka. Na huu ndio upako wenye ambao ni mkamilifu, ambao unaonekana na unapakwa na Roho wa Mungu. Na Yesu alipoenda, ndio hapo tutaona namna gani upako mkamilifu uliendelea katika Agano Jipya. Na hii tutajifunza next Ijumaa ambayo inakuja. Kwa hiyo Mungu awabariki sana, na Mungu awatendee mema
tunapoelewana na kuendelea kujifunza mengi zaidi katika somo hili. Neema ya Kristo na mafuta makamilifu yawe juu ya kila mmoja wetu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Acha tushukuru Mungu. Baba, ninakushukuru mara tena, maana umenipa nafasi hii na kibali hii kubwa ili nipate kuleta mafasirio kulingana vile umeniwezesha kuhusu upako katika Agano la Kale, namna gani ulivyofanyika, na nimeeleza upako ulivyofanyika kwa kulitumia watumishi wako kutumia mafuta kutakasa hekalu, kutakasa madhabahu, vyombo vya hekalu, na ulitumia mafuta kuwatakasa wale ambao walinajisiwa na ukoma, ambayo ni alama ya wenye dhambi. Ulitumia mafuta watakasa makuhani, wale uliwachagua ili wakutumikie, waongoze kundi lako. Ulitumia mafuta kutakasa manabii, kutakasa wafalme, na hii yote ilikuwa na sura moja, ni picha ya Roho Mtakatifu. Na huu upako mara tatu ambao umeofanyika kwa njia au kwa picha nyingi tofauti tofauti, kila moja na nyingine, ilienda kukamilika, ilienda kudhihirika, ilienda kuonekana kuwa ilikuwa ni uvuli wa yale yatakayotokea katika Agano Jipya, ambayo ni shadow ya Yesu Kristo. Na sasa Yesu Kristo mwenye shadow mwenyewe ameonekana, na mtu akionekana mwenyewe ndio shadow yake haina tena nafasi, maana yeye mwenyewe en person ako visible. Hallelujah. Na wakati amekuja ndio ameshuhudia upako huu, ya kwamba roho wa Mungu yuko juu yake na amemtia mafuta. Na huyo roho hakuleta mafuta ya uvumba, hakuleta mafuta kwenye kiganja chake, hakuleta mafuta ndani ya chupa, hakuleta mafuta ndani ya pembe, maana yeye mwenyewe alionekana kila kitu. Alionekana kuwa ni vazi, alionekana kuwa ni mafuta ndani ya vazi, alionekana kuwa mpakaji wa mafuta, na ndipo akamtia Yesu Kristo mafuta ambayo ni mafuta makamilifu, ambayo haijatengenezwa kwa mikono ya mtu kama vile Musa alivyofanya, haijatengenezwa kwa mkono wa mtu kama vile kuhani alivyofanya, haijatengenezwa, bali anashuka kutoka juu mbinguni. Na mafuta hii ni Roho wa kweli, ni Roho wa Mungu. Tusaidie Bwana tunapoendelea kulielewa somo hili, lituwezeshe kupigania kuwa na upako mkamilifu tunapoendelea kutumikia na kuheshimisha upako huu ambao unatufanya kuwa na upako mara tatu mbele zako Bwana tunapoifanya huduma yako. Neema hii tunaomba na mapenzi yako ifanyike. Huduma hii ya kikuhani, ya kinabii na ya kifalme itimilike na kudhihirika ndani ya kila mtumishi wako. Neema hii ninaomba
na mapenzi yako ifanyike, na ya yule movu shetani ibomolewe katika jina lako. Haleluya. Hosana. Maranatha. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Asante sana, tunashukuru sana mchungaji wetu kwa kuweza kutupeleka kwenye kipindi hiki cha mafundisho ambacho kimekuwa kipindi cha baraka. Lazima tuweze kuelewa hali ya upako na haswa kazi ya mafuta katika Agano la Kale na pia katika Agano Jipya. Basi ninataka kuwashukuru na kuwashukuru watazamaji ambao wameendelea kutufuata, na zaidi ya yote kuwashukuru wandugu ambao wanaendelea kutufuatilia, na pia acha nitoe shukrani zangu kwa mchungaji kwa kuweza kuendelea kutupatia mafundisho haya. Haya ni mafundisho mazuri ambayo yanakwenda kutujenga tuelewe hali ya upako katika maisha yetu. Na kwa hivyo ninaweza kushukuru na kusema asante. Nafikiri tunaweza kumalizia hapa kwa kipindi hiki cha leo, nikikuachia neno la mwisho ikiwa liko mchungaji, ikiwa na neno la mwisho la kutuambia, maana karibuni tunaingia kwenye programu nyingine tena ya kanisa la Philadelphia. Basi karibu tena mchungaji, ikiwa una neno la mwisho lenye ungeweza kusema, la mwisho kabisa. Ni kweli ya kwamba ninaendelea tena kusema asante kwa Mungu, maana ameniwezesha kufanya yale ambayo ingebidi nifanye kwa siku ya leo. Licha habari hii ya upako inachanganya watu, lakini hivi ndivyo ilivyoanza. Na Mungu wetu ni Mungu wa mabadiliko. Amen. Amen. Na anataka tuendelee kukua kila itwayo siku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama inavyoonekana, upako wa mtu mkoma ulifanyika kwenye mafuta ndani ya kiganja cha kuhani. Tunaona upako mwingine ulifanyika na mafuta ya uvumba ambao ni upako wa kikuhani ambao ulitengenezwa na Musa mwenyewe kwa kutumia ma-ingredient fulani ambazo tulizitaja hapo. Tunaona upako wa kifalme. Sauli kama mfalme alipakwa na mafuta ambayo iko ndani ya chupa, na chupa ni kitu inaweza kuanguka na ikavunjike. Na tunaona Daudi amepakwa na mafuta ambayo iko ndani ya pembe, ambayo ni pembe ya ndovu ya ivoire, ambayo inaweza kuanguka na haitavunjika. Na next time tutaona upako mkamilifu ambao Yesu aliushuhudia, ambao aliutangaza. Amen. Na tukielewa ya kwamba, wapendwa, tuna move kutoka level hadi nyingine, na hii ndiyo mapenzi ya Mungu. Haleluya. Na ninataka nitowe onyo kwa wale wanawadanganya watu na mafuta ndani ya machupa
wakiwauzishia, wakifanya biashara ya kwamba wanawaletea mafuta ya upako na wanaitoza kwa pesa, wabadilike ili hasira ya Mungu isije ikawaka juu yao. Maana wakati huu Yesu Kristo ametuonyesha namna nyingine mpya yenye upako mkamilifu. Haleluya. Amen. Maana hizo zote zilikuwa ni mfano wa Roho Mtakatifu. Sasa wakati huu ni Roho Mtakatifu mwenyewe ndiye anasimama na kufanya kila kitu. Hatuna haja ya mafuta ndani ya machupa, ndani ya mapembe, kwenye viganja. Hatuna haja. Tumeenda level. Na ni lazima tuende na Yesu Kristo alivyoshuhudia, na yeye ndiye mfano wetu, na yeye ndiye tunayemfuata nyayo zake, na hivyo ndivyo tuendelee. Na washirika, tutoke katika ujinga. Mtu asikuletee mafuta ati anakuja kukuuzishia mafuta ya upako. Hiyo ni biashara, iko fake, iko bandia. Amen. Amen. Ndio maana katika Agano Jipya tutajifunza namna gani watumishi wa Agano Jipya walivyopakwa mafuta. Na hapo ndipo itatusaidia tuendelee kumove ahead na kuona kwenye tumefikia sasa. Asante sana. Mbarikiwe sana wapendwa. Na neema ya Kristo iwe juu ya maisha ya kila mmoja. Amen. Na ikiwa utaendelea kutumia mafuta yako ya sokoni, kwenye mapembe, kwenye kiganja, tumia. Hiyo ni mfano wa Roho Mtakatifu. Lakini kwa wakati huu Roho Mtakatifu hayuko kwa mfano, maana ni yeye mwenyewe anafanya kazi. Na yeye ndiye anaongoza, na yeye ndiye anafundisha, na yeye ndiye alichukua usukani wa kanisa. Kwa hiyo wapendwa, hii mafundisho inakuwaka inachanganya, lakini tukielewana polepole itatusaidia kujua mahali tumefikia kwa wakati huu, na upako wa mafuta mkamilifu, na namna gani inavyolainisha maisha yetu na kutusaidia kumtumikia Bwana. Asante sana. Asante sana kwa wasikilizaji wote. Ndio. Mungu awatie nguvu na azidi kuwatenda mema, na vyote vilivyo hapo ni kukamilika, tukijua Mungu yuko pamoja na sisi tunapoendelea kumtumikia. Amen. Maana sio kwa nguvu wala kwa uwezo wala kwa vitu vyovyote. Kwa muhula huu ni kwa Roho Mtakatifu. Amen. Tunatenda kazi ya Bwana. Asante sana. Amen. Ndio. Asante sana mchungaji, nashukuru. Na najua mpaka saa hii tunaweza kukuaga sababu nataka kuingia ibada nyingine pia. Na nataka pia kuwajulisha watazamaji ya kwamba tuko tunarudia saa hii tukiendelea kufanya kazi ya Mungu. Kumbuka tutaenda kujiunga tena na Philadelphia Miracle Ministries ambayo tutakuwa tunazungumza kabisa kuhusu neno la Mungu. Basi asante sana mchungaji, nashukuru na tumai ya kwamba tutazidi kuonana. Mungu akubariki. Na ubarikiwe sana mpendwa. Asante sana. Asante. Nashukuru sana kwa watazamaji wetu ambao mnaendelea kutazama. Tunashukuru kwa kuweza kujiunga pamoja nasi na kuendelea kutufuata. Kumbuka, nilipenda kukumbusha kwamba kumbuka kesho tutakuwa na Diaspora Show ambayo tutakuwa pia na pastor. Tutakuwa na dada yetu Delali ambaye tutakuwa naye kutoka Vancouver. Pia tutakuwa na brother Espoir
tutakuwa na kaka Kiza pia na mimi pamoja ambapo tutakuwa tunaongea. Tulisema kwamba tutaanza mapema this round kwa sababu tuna harusi ambayo inaenda kutendeka kesho, na hiyo harusi tutakuwa kabisa tunaidefize live. So kwa hivyo utakwenda kujiunga pamoja nasi. Tutakuwa kabisa na harusi ya ndugu yetu Emmanuel ambaye itakwenda kutendeka hapo Denver, hapo Colorado, na tutakuwa live kabisa naye. Tutakuwa naye ceremony ya asubuhi ya mchana ambayo itakuwa ni church, kisha baadaye tutakuwa na reception. So ukae kwenye Winnipeg Swahili TV utatupata tuko pale kabisa. So pia kumbuka tulikuwa na Pastor Joseph ambaye alikuwa anatufundisha kuhusu upako wa mafuta kwa kiongozi mkamilifu part 2. So kwa hivyo tutaendelea kuangalia hizi series za mafundisho ya upako. Na kumbuka tuko na The Wind of Revival ambaye inaletwa na Pastor Theo. Na hiyo kipindi ni kipindi ambacho kinaletwa na Pastor Theo. So utakwenda kujiunga pamoja naye, na kesho tutakuwa pia naye ili kuweza kumalizia vitu ambavyo tungeweza kuvimalizia. Basi bila kukawia, mimi napenda kukushukuru na kusema asante zaidi kwa kuweza kujiunga pamoja nasi kutoka hapa jijini Winnipeg kwenye studio zetu, ambapo tunaendelea kukushukuru na kuendelea kusema asante. Endelea tu kujiunga na uendelee kukaa pamoja nasi. Stay tuned, usitoke, usibanduke, kaa pale mpaka jinsi tutamaliza. Tutarudia tena baadaye tukiwa na ibada yetu kama kawaida. Basi Mungu akubariki. Sina mengi ya kukuambia isipokuwa kukushukuru na kusema asante kwa kuweza kujiunga pamoja nami. Ulikuwa nami Solomon Baleke kutoka hapa jijini Winnipeg.